Changamoto nyingine ni zile za siku zote. Ucheleweshwaji wa kesi na tuhuma au hisia za rushwa mahakamani. Natumaini kuwa mahakama pamoja na serikali itaendelea na mpango wa maboresho ya sekta ya sheria yanayolenga kupunguza au kuondoa kabisa tatizo hili. Kuhusiana na tatizo la maadili, na waasa mawakili wapya kuzingatia maadili ya wakili. Tujifunze kuhifadhi fedha za wateja, kuwahudumia wateja ipasavyo, na waache kutumia njia mbadala, yani extrajudicial techniques. Hapa nakiri kuwepo kwa mawakili wachache wanaotia doa jina zuri la chama chetu, lakini kama wasemavyo wahenga, akioza samaki moja basi wote wameoza. Mheshimiwa Jaji Mkuu, natambua kuwa siku chache zijazo utastaafu kwenye wadhifa wako kama Jaji Mkuu. Hivyo basi, kwa niaba yangu mwenyewe na kwa niaba ya Baraza la Uongozi wa Tanganyika Law Society, napenda nichukue nafasi hii kukutakia kila la heri na afya tele kwenye jukumu lako jipya kama jaji wa Mahakama ya Haki za Binadamu, yani African Court for Human and People's Rights, iliyoko na makao yake makuu kule Arusha. Katika kipindi chako kama Jaji Mkuu, tumeshuhudia mabadiliko makubwa yakifanywa chini ya uongozi wako. Tunataraji na tunategemea kwa Jaji Mkuu atakayeteuliwa kushika nafasi yako ataendeleza mabadiliko haya kwa ari zaidi, kasi zaidi na nguvu zaidi. Kabla sijamaliza, napenda leo niwakaribishe mawakili wapya kwenye semina ya kwanza ya maendeleo ya taaluma, yani Continuing Legal Education. Semina hii itatolewa, lakini kwa leo itatolewa bure na Tanganyika Law Society leo mchana saa 8:30 kwenye ukumbi namba 1 wa Mahakama Kuu. Na mada safari hii ya semina hii itakuwa ni Client Care and Communication. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Jaji Mkuu, napenda niwapongeze tena mawakili wapya. Napenda kama niungane na naibu mwanasheria mkuu kuwatakia wote heri ya Noel na mwaka mpya. Pia ningependa kwa dhati na kwa maksudi nikukaribisha Jaji Mkuu na mheshimiwa majaji kwenye mkutano wetu wa mwaka unaotarajiwa kufanyika huko Arusha tarehe 18 mwezi Februari mwaka 2011. Mheshimiwa Jaji Mkuu, nashukuru sana. Sasa waheshima na unyenyekevu, na kuomba nikualike Mheshimiwa Jaji Mkuu kutoa hotuba. Karibu sana. Let me take you. Mheshimiwa majaji wa mahakama ya rufaa, Mheshimiwa jaji kiongozi, Mheshimiwa majaji wa mahakama kuu, Mheshimiwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, Mheshimiwa majaji wa rufaa, majaji wa mahakama kuu wa staafu, Registrar Court of Appeal, wakurugenzi wote Registrar High Court, wasajili wa ngazi mbalimbali na mahakimu, waheshimiwa mahakimu wa ngazi mbalimbali, rais wa chama cha mawakili Tanganyika, mawakili wa zamani na wa sasa, asalamu alaykum. Kwanza labda nishukuru sana Mheshimiwa rais wa chama cha mawakili kwa kuanzisha hii leo semina, na kwamba ni semina ya bure, wasilipe hao. Lakini sina uhakika kama registrar wa mahakama kuu naye amekupa
mtumie mahakama yake bure leo. Waheshimiwa, kwa mara ya kwanza katika historia yetu kama ambavyo tumeshauriwa kusema, tumesajili mawakili wengi sana. Tumesajili 337 wakati mwaka huu Juni tumesajili 231. Historia fupi ya usajili wa mawakili ni ifuatayo. Mwaka 2005 mawakili 74 walisajiliwa. 2006 walikuwa 93, 2007 89, 2008 121, 2009 55, na kama nilivyotangulia kusema mwezi Juni mwaka huu ni kiasi 131. Wakati kama huu mwaka jana tulisajili mawakili wapya 23 tu, na waliohudhuria katika sherehe walikuwa 21 kufuatana na kumbukumbu zangu. Nachukua fursa hii adimu kabisa kumpongeza kwa dhati ya moyo Mheshimiwa Jaji Kiongozi, Mheshimiwa Jaji Fakihi Jundu, ambaye ni mwenyekiti wa Baraza la Elimu ya Sheria au kwa Kiingereza Council for Legal Education. Pamoja naye na wapongeza pia na wenzake Dr. Mapunda, Mama Limo, wakili Lukwaro na wakili Ngalo, na katibu wao Mheshimiwa Bwana Bugole, na kabla ya hapo Bwana Mapiki, kwa kazi kubwa walioifanya ya kusaili waombaji wengi hivi. Kama wasingejitoa wao, tusingekuwa na watu wengi kama hivi leo. Niliposhika madaraka ya Jaji Mkuu mwezi Julai 2007, nilikuta kuna waombaji wengi sana wanasubiri kusaidiwa. Hivyo niliongea na baraza kuona namna ya kurekebisha hali hii, na kama Mheshimiwa Rais wa Chama cha Mawakili alivyosema, nilitoa ahadi yangu mwezi Februari huko Bundutu mwaka huu kwamba tutachukua hatua madhubuti. Nilifikiria kutanua wigo wa kukasimu madaraka yangu, kwani Jaji Mkuu ndiye mwenyekiti wa baraza. Hivyo ilifanya baraza kujituma zaidi. Narudia tena, asanteni sana. Najua kuna baadhi ya watu watakuwa na shaka kuwa viwango vimeshushwa, na ndio maana tunasajili mawakili wengi hivi, lakini nataka kuhakikishia kuwa viwango viko pale pale, ila imekuwepo ari kubwa ya kusaili. Hivi sasa kila mwaka kuna kiasi wasiopungua watu 400 wanafunzi ambao wanahitimu sheria kutoka vituo vyetu mbalimbali nchini, na nafikiri tuna vituo si chini ya 13 vya sheria. Kila mwaka watu 400 wanatoka, na sidhani kama kuna yote atakayesema elimu ya sheria kwa sababu tunatoa watu 400 kila mwaka imepungua. Hivi sasa wapo kwenye orodha waombaji 1130 wanasubiri. Hii bado, na nakubaliana na rais wa Chama cha Wanasheria, hii bado ni idadi kubwa sana. Kama tukifanya kama tulivyofanya mwaka huu, itachukua miaka 2 kumaliza idadi hiyo, sio hiyo ambayo inaongezeka hadi hapo Disemba 2012. Kuna watu ambao walileta maombi yao miaka iliyopita, na wengine ambao wameshabadilisha anwani zao. Sasa kila wakiandikiwa barua au kijaribu kutafutwa, inashindikana kuwapata. Kwa hiyo tunaomba wale wote ambao walijiandikisha, yani waliopetisha na walikuwa wameomba ili waweze kusajiliwa kwa mawakili, ambao walifanya hivyo zamani, waweze kuwasiliana na Senior Deputy Registrar wa High Court ili na wao waweze kufanywa mipango ya kuweza kusajiliwa haraka iwezekanavyo tukianza mwaka kesho. Na kama alivyosema Mheshimiwa Rais wa Chama cha Mawakili, takwimu kwa kweli inatisha. Kama mpaka jana hapa Tanzania wakili mmoja anahudumia watu 36,000, wakati wenzetu wanahudumia 3,500, 6,000. Hiyo inatisha sana. Hata hivyo,
bado kuna haja ya kuliangalia swala hili kwa undani zaidi. Waombaji wanaingia gharama kubwa sana kutoka kila nchi ya nchi hii kwenda Arusha kwa usaili au kuja Dar es Salaam kwa jioni Jaji Mkuu na tena kuja kwenye sherehe hizi za usajili. Kuna gharama ya nauli ya kwenda na kurudi na pia gharama ya kujikimu Arusha au hapa Dar es Salaam kwa siku mwombaji anakuwepo katika miji hiyo. Kama itawezekana usaili ukafanyika kwenye kanda za mahakama kuu huko zilipo, hiyo itapelekea huduma karibu zaidi kwa waombaji. Pia Jaji Mkuu anaweza kufikiria kwenda kwenye kanda kuwahoji waombaji kwa mantiki hiyo hiyo ya kuwapunguzia gharama hawa waombaji. Hapa wengi wao nilipokuwa nawauliza wanasema tu wanafanya kazi voluntary, wanajitolea, hawalipi mshahara. Alafu sasa kuwataka watoke Kagera waende Arusha waje Dar es Salaam ni mzigo mkubwa. Tuufikirie. Hayo ni mawazo yangu kwa Mheshimiwa Jaji Mkuu na kwa Council for Legal Education. Kwa upande wetu mahakama tumeanzisha kanda za mahakama kuu Mtwara, Sumbawanga na pengineko. Sio hivyo tu, bali mahakama ya rufaa yenyewe inaenda kusikiliza rufaa Mtwara, Sumbawanga na Tabora. Na inasikitisha kuona kwamba mawakili inabidi waje kutoka Dar es Salaam kwenda Mtwara, kwenda Sumbawanga wakati mahakama ya rufaa inapokwenda kule. Kwa hiyo hili ni changamoto kwako Mheshimiwa Rais wa Chama cha Mawakili. Mawakili wako na tulikuongezea wengi wahakikishiwa na kwenda Sumbawanga na kwenda Mtwara, wakatae huko. Ni juzi tu tumeadhimisha mwaka wa 49 wa uhuru, na ni aibu kubwa kwamba kuna mikoa ambayo haina wakili hata mmoja wa kuwatetea wananchi hii leo. Hii haikubaliki na lazima wanasheria wote tulione hilo. Natoa wito kwa Chama cha Mawakili, Tanganyika Law Society, kuwa kunahitajika mipango ya makusudi ya kurekebisha dosari hii. Hii sio mara yangu ya kwanza kusema hili. Hata mwaka jana nilisema hayo, lakini hakuna utekelezaji. Nachukua nafasi hii kuwapongezeni kwa dhati ninyi nyote mliosajiliwa hii leo. Hii ni hatua nyingine tena ya kupaa kuelekea kileleni mwa taaluma yenu ya sheria. Na wasihi mfuate miko ya kazi, kipato kamwe msikipe kipaumbele. Mawazo yenu yote na nguvu zenu zielekezwe kwenye kutetea haki za wanyonge. Uwakili kwa hakika sio biashara, bali ni wito. Mheshimiwa Rais wa Chama cha Mawakili ameeleza masharti na kanuni nyingi, sina haja ya kuzirejea na kubaliana na hizo zote. Ninyi wenyewe mmeniona jinsi nilivyojitoa ili kuwasaili na kujithibitishia kwa mnafaa, yani you are suitable, kusajiliwa kwa mawakili. Nimefanya kazi hiyo Jumamosi hata Jumapili. Nimekaa ofisini kwangu hadi saa 11 au hadi saa 11:30 jioni nikiwahudumia. Hii ni kwa sababu nimeona uchungu kuwaacha msubiri hadi mwezi Juni mwakani 2011. Nimewapa kielelezo ili nanyi mfanye vivyo kwa wanyonge watakaowajia wakitaka tumie taaluma yako na haki zao. Katika miaka yangu hii 3.5 kama Jaji Mkuu, nimeshuhudia dhuluma nyingi. Watu wengi wamekuja ofisini kwangu wakieleza dhuluma, na zingine zinafanywa na mawakili. Ninazo kumbukumbu ambazo nimeziweka. Mawakili wanafanya hizo dhuluma. Mtindo huu kato ninyi mawakili wapya msiuige. Mimi na Council of Legal Education tumewapa kielelezo cha kuwapatieni haki zenu bila ubabaishaji, na nyinyi mfanye vivyo. Mwisho, kuna wachache ambao imebidi tusiwasajili hii asubuhi kwa sababu kadhaa wa kadha. Na mshauri Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu
na Council for Legal Education wakutane kujadili swala hili. Na kwa kweli mwanasheria mkuu anawakilishwa katika Council for Legal Education. Lakini hata hivyo nawaomba wakutane walizungumzie hilo. Kwa hao wote ambao kwa leo kwa bahati mbaya hawakuweza kusajiliwa, kwa dhati ya moyo wangu nawapeni pole, tuvumiliane, na kama msajili wa rufaa alivyosema, swala hili litashughulikiwa kwa haraka iwezekanavyo. Narejea kulishukuru Baraza la Elimu ya Sheria na wapongezeni tena nyinyi mawakili wapya, na wote nawatakia heri za sikukuu ya kuzaliwa ya Christmas na heri za mwaka mpya 2011. Asanteni sana.